Unaona kama mtu anakusumbua sumbua ofisini kwa ajili ya imani ya Yesu, ukisikia amepata ajali, Mungu amejibu maombi. Mungu haachi watu wake. Una hakika hiyo ni kazi ya Mungu amefanya hapo? Unapishana nini na wale wanaosema watu wamepata ajali wamekufa, halafu unasikia kazi ya Mungu haina nini? Kwa hiyo kazi ya Mungu ni kuua. Yaani unajua Ibilisi leo sio muuaji. Eti leo anayeua ni nani? Ni Mungu. Mtu mmoja anasema ni kweli sisi tulimpenda, lakini Mungu alimpenda sana. Kwa hiyo Mungu akipenda watu sana anawaua. Hizo ni maneno ya hovyo kabisa. Hivi niambie wewe ulioko hapa ambaye ni kijana mdogo ambaye alihitaji awe na mama yake, alihitaji akae na baba yake, halafu amekufa. Eti unamwambia eti kitendo hicho ni Mungu amempenda sana. Unaweza ukamwelewa huyo Mungu? Huyo Mungu anayempenda huyu mama yetu anamuondoa, ni Mungu gani huyu? Mwambie kwenye mkutano, jamani, wangapi wanaona Mungu amewapenda sana jioni ya leo ili wafe? Utaona hata mtu mmoja. Ni utapeli tu, eti Mungu amempenda sana. Mungu ameweka kauli zake za faraja, sio hizo. Mbona wanastawi, wanakaa salama na fimbo ya Mungu haifanyi nini? Haiwapigi. Fahari wao huvyaza, wala hapungukiwi na nguvu. Ng'ombe wao mke huzaa. Yaani mifugo yao inazaa, biashara zao zinaongezeka. Alafu wakati mwingine ukiangalia hata waharibu mimba. Tena ndo wanazaa mapacha. Wewe ukijaribu kufuga kuku siku moja unashangaa banda zima imebaki kuku wawili. Wanasema sasa ni nini hiki? Na nilikuwa nimeahidi Bwana nitatoa zaka. Kwa hiyo nafikiri zaka ndio ulinzi. Yaani unajua huu uganga wa kienyeji usipoisha kwenye vichwa vyetu. Yaani hata waovu mifugo yao inafanyaje? Inastawi. Yaani wanaongezeka tu. Tena wanakaa salama. Na ndio maana wale wanaosema hivi na vile tunawatasema Mungu amejibu. Mungu hajibu kwa kuangamiza watu. Aliwaambia hivyo wanafunzi wa Yesu, akasema ni roho gani mko nayo? Mimi sikuja kuangamiza, nimekuja kufanyaje? Kuokoa. Siku ya kisasi ndio Mungu atafanya, lakini kwa sasa ashughulikiwa wapagani, ashughulikiwa waonga, ashughulikiwa, yani wote hao watamalizia wenyewe. Kila mtu atamalizia kwa zamu yake. Na hiki ndicho unahitaji kuona. Mbona waovu wanakaa wanastawi? Wanakaa namna hiyo na wanastawi wote. Hiki ndicho tunahitaji kuweza kukielewa. Nenda Ayubu sura ya 12 mstari wa 6. Ayubu sura ya 12 mstari wa 6. Anasemaje? Ayubu 12 mstari wa 6 anasema hivi. Hema za wapokonyi zinafanikiwa, na hao wamkasirishao Mungu hukaa salama. Wanaomkasirisha nani? Wanamkasirisha nani mkutano? Wanamkasirisha nani mkutano? Eti wanakaaje hao? Salama. Wanakaa salama. Halafu mikononi mwao Mungu huleta vitu vingi. Mikononi mwao Freemason wapa vitu vingi. Nani anawapa vitu vingi? Na hao wote ni wabaya, nyumba za wabaya, nyumba za waovu. Nani anawapa mali za dunia hii? Ni Mungu mwenyewe. Ndio maana tunasoma Zaburi 24 mstari wa 1, mbingu na nchi ni mali ya nani? Wanyama pamoja na wote wajazavyo ndani yake. Ndio maana tunasoma Hagai 2 mstari wa 8, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema nani? Halafu wewe unasimama hapo unasema wanapewa na Freemason, na kwa kuwa Freemason ni mawakala wa shetani, eti shetani ndiye anawapa. Hivi kweli wewe ambaye unajua Biblia hii, ambaye unaisoma hapo, tangu lini shetani achukue mali ya Bwana awape waaminifu wake? Ikiwa anafanya hivyo, unachosema ni kwamba shetani ana nguvu kuliko muumbaji wake. Na kwa sababu hiyo ni kwamba anamnyang'anya vya Bwana, anampa shetani, anachukua anawapa watu wake.
Ni uongo mkubwa, na naomba msikie, hakuna dhambi ambayo tunahitaji kutubu chini ya jua ya kusema ya kwamba mali na maisha ya waovu wanapewa na shetani. Ni uongo. Hawezi kuumba hata mchanga, wala hawezi kutibu hata minyoo, hana chochote. Ni ubabaishaji mkubwa. Amkeni watu wa Bwana, hapa kuna udanganyifu. Anayewapatia watu mali, wanaovua kule katika ziwa la Tanganyika pale, wanaenda kwa waganga, wanatoa nini, wanatoa na dadawa, sijui wanaosha nyavu, wanaosha na mitumbi yao, eti wapate migebuka, wapate samaki. Tulikumwe. Ni kwa sababu ya tabia Mungu mwenye rehema. Kwa kuwa bado hawajamjua, bado wanashusha nyavu zao na wanapata samaki. Ndio maana wakienda kwa waganga na kupatia dawa upate almasi, nikupatie dawa upate dhahabu, leta hivi na vile, hebu tumuue mama, tufanye hiki na kile. Hakuna lolote. Swala sio shetani anawapa dhahabu, wanapewa na nani? Ninarudia, nani anawapa? Mikononi mwao. Mungu huwapa mali ngapi? Nyingi. Hii ndio maana Mungu anatufanyia hayo. Hili ni mkamilifu. Mungu anawapenda watu wangapi? Wote. Katika maisha ya dunia hii amewaruhusu wote wawe na uwezo wa kuchukua mali zake. Dunia hii, Pastor wakati anasoma hapa wakati wa wakili, akasoma lile fungu ambalo nasema dunia imejaza mali zake. Ndio maana aliviumba kabla yetu sisi, alijua tutavitumia. Hebu nenda uone kauli ya Yesu, tathmini yake. Kauli ya Yesu uone mwenyewe anavyoeleza. Soma Mathayo sura ile ya 5 mstari wa 44 45. Mathayo sura ya 5 mstari wa 44 na 45. Anasema hivi. Anasemaje? Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Mungu, ili tuwe wana wa Mungu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema. Yeye anawaangazia jua lake waovu na nani? Na wema. Halafu huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Hebu nisikilizeni hapa mnanira. Hili jua linalowaka hili linawaka tu kwenye miji ya watu wake? Si linawaka mpaka kwa waovu? Haya, mvua ikinyesha inanyesha tu kwenye mashamba ya watu wake, wale wapagani hainyeshi? Inanyesha. Mtu asikubabaishe. Ndio maana siku zote nawaambia hivi, mtu asije hapa na kusema Mungu amenibariki. Unamuuliza amekubariki nini? Anasema nimebarikiwa mazao magunia kadhaa. Mwambie hivi, hiyo Mungu amefanya kwa watu wangapi? Wote.